wanadamu ni tofauti na Mungu. Sasa ukagonjeka katika kuweka tumaini lako kwa mwanadamu, huwezi blame Mungu. Isaia 33 verse 1 inasema, ole wangu, ole wako, woe unto them. I think should be Isaiah 33 or Isaiah 31. Look at the Isaiah 33 verse 1. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy. Isaiah chapter 33, the Bible says, woe unto you who plunder, though you have not been plundered, and who do treacherously through, they have not that one. Utaka gani? Yeah, Isaiah 31. Sorry, Isaiah 31 verse 1. Isaiah 31. Go to 31 verse 1. Woe unto those who go down to Egypt for help, and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord. Woe unto them! Yet he also is wise, and will bring disaster, and will not call back his words. But you arise against the house of evildoers, and against the help of those who work iniquity. Now the Egyptians are men and not God. Tell your neighbor, Egyptians are men, not God. You can even be very practical. Tell them your uncle is a man. The CEO of that company is a man and not God. The magician that you fear is a man, not God. The governor, the politicians, the great men you know, they are men, not God. When you have that understanding, even as bishops, pastors, apostles, we are only men of God, we are not God. We know very little. We know very little that has been revealed to us for the purpose of God. Hakuna mwanadamu anajua kila kitu. Mungu ni Mungu na amejihifadhia yeye. Deuteronomy 29:29, the Bible says, all things belong unto me, O God, and those that I reveal to you are for you and your generation. Those that I reveal to you are for you and generations. Yani Mungu ako na mambo katika siri. Ya Kiswahili nasema mambo yote yako sirini kwangu, Mungu. The sacred things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to you, to us and our children forever, that we may dwell, that we may do all the words of this law. Anatufichulia. Ndio nasikia kwamba wakati uko na tamani, wakati unatamani, Mungu hufungua mlango. Wakati uko na mlango unataka, akiona una sababu. Alikuwa anauliza mtu, what is it that I may do to you? What is it that I may do to you? Do you believe I can? Do you believe I can? And one time the Bible said, in the book of, you may not give all the scripture,
But in the book of Luke chapter 9, from verse 1, we talk about the transfiguration. Luke chapter 9, from verse 1 onwards, I think up to verses 6, 7, we talk about the transfiguration. Likewise, the book of Matthew chapter 17, from verse 1, it talks about the same transfiguration. Transfiguration ni mahali Yesu wanafunzi wake Yesu. Wacha tuisome tu, tupatie in whichever, kama ulikuwa Luke, weka Luke chapter 9. It talks about that transfiguration. Walipokuwa katika mlima wakiomba, then he called his 12 disciples together and gave them power. Where am I? That is Luke. Go to Matthew 17. Transfiguration. Yeah. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up on the high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Akabadilishwa. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, is it good for us to be here? If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Wow, hata hawataki kuwa na mahali. The place was so good. That sense of transfiguration. Yesu haikuwa kwamba ni mara yake ya kwanza. Si mara ya kwanza ya Yesu kuwa alikuwa anaingia katika hiyo anga, lakini ilikuwa ni wakati wao wa kwanza ku-experience hiyo, kwa sababu walikaa na yeye. Biblia inasema after 6 days. Kwa hivyo in a continuous, maybe they were fasting for 6 days, alafu siku ya 6 akawachukua akaenda nao wakiwa katika hiyo anga. Na that night the only 3 that Jesus chose, because James was always an intercessor, very prayerful guy. He took James, John, and Peter, akawa nao katika mlima. And so the Bible says, wakamuona Moses, they saw Moses, and they also had the opportunity to see Elijah. I want you to understand that these men did not live at the same time. Watu hawa hawakuishi katika the same time. Wakati wa Elijah na wakati wa Musa ni wakati tofauti sana katika kuishi kwao, lakini katika ulimwengu wa roho walikuja, they were awakened, wakatokezea, waliingia kwa anga ambao mwili hautawali spirit. The spirit is able to see. Hallelujah. I remember one time I was praying for somebody, nikaletewa yeye akiwa watatu. Is one of my sons, nilikuwa naye hapa wa kiroho. Ni wakati kama leo tu deliverance, nikienda kumuombea, nikiinua mkono, I saw the 3 of them. Nikamwona akiwa mtoto mdogo, nikamwona akiwa vile ako, na nikamwona akiwa mwingine. All the 3 niliwaona kama namwangalia hivi. Alikuwa hapa anaitwa Munga. I remember nikamwambia, nimekuona ukiwa na uniform ya kaki. Ile kaki ilikuwa inakaa kama beige green. Kuna kaki ambayo ilikuwa si kafu sana, na umevaa sweta ya blue, ya green, na uko kama class 8 na kuona ni mtu wa miaka hiyo. Akaniambia that is the uniform nilikuwa nasoma nayo. Nikamwambia sasa, nikamuona vile ako, nikamwambia ukikaa vizuri naona Mungu akikupeleka mbali. We ni mtu mkubwa, licha na kwamba haukusoma sana, we ni mtu mkubwa.
Na even on that revelation and that ground, I remember nilichukua gari yangu pickup kwa sababu alikuwa anafanya kazi nzuri ya welding. Nikamwambia chukua hii gari na kuuzia 250,000 vile nilinunua. Chukua hii gari, enda ufanye nayo kazi kwa sababu mimi nakaa nayo hapa na ifanye kitu. Unilipe. Enda ukipata pesa uanze kuweka kwa hiyo account. That's what I told him because niliona akiwa mtu mkubwa. He's not my brother, lakini nilimpatia gari. Akakaa akaweka 100,000, hata siku wa cheki akaniambia niliweka 100. Tulikaa hivyo, sijui akaweka ngapi, akaniambia imemsumbua, nikamwambia toa hiyo. Mwisho nikamwambia basi nipatie 200,000. Sababu sikutaka kuvunja kile nilikuwa nimeona. Na hata waleo hakumaliza, kama alibakisha 20,000 nikamwachia, nikampatia gari. Nikampatia hata logo. Lakini hata katikati ya hivyo hakuchukua muda. Walipokuwa wakichomelea huku, walitoa mashini zao zikafanya kazi hii. Nilikuwa nalipa tu watu wa kazi, yeye anakuja mashini zake na mzee mwingine walitoa mashini zake free, zinachoma kazi ya Mungu. So kwa sababu mimi naamini Mungu, hiyo yote nilikuwa nachangia hiyo kitu kikubwa, nilikuwa nimeonyeshwa na Mungu. Nilikuwa nikiona akiwa mtu mkubwa ambaye ameajiri watu. Niliona hiyo na nika invest in that, na hakuchukua muda akanunua gari ingine, na yuko tu, lakini hatuko katika connection, hatuko ni, but I did that because I saw. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuagi amefichwa chochote. You cannot hide anything from God. Na kuna vitu hawezi akakuonyesha, kwa sababu akikuonyesha hautaamka. Kuna vitu Mungu hawezi kukuonyesha. My mom is 1991. Kuna mambo hatumwambii. Kuna mambo hatumwambia hata katika familia, na hata ukamwambia tutakukemea. Haleluya. Asante. Yes, haleluya. So si kila kitu ambacho Mungu atakuambia, so akikuambia vingine hata hazitakusaidia. Haleluya. Ndio anasema kile nimefichua ni chako na watoto wako, ni kizuri chako na wanao. Mungu hujenga ushirika ndani ya mtu, na Mungu ni wa matendo. Our God is a practical father. Anapenda, is not a magician. God is not a magician. Nakwambia ati nimeweka mayai hapa. Mwingine tuliona handkerchiefs zikazungushwa, tukaambiwa siji karakara kuruchu. Kuna mtu alikuwa anafanya hivi, anafanya hizo vitu tamu. Mwisho unaambiwa uweke mkono kwa hizo handkerchief, unatoa chapati na zimeiva na zikakuliwa tamu. After 1 week nikaenda kuangalia rafiki yangu Central Police, nikakuta huyo mwenye kutengeneza chapati ana kiatu moja, ndiye aita watu nje, akirudishwa nda. Alikuwa anafanyia hapo town, kuna mahali alikuwa anafanyia hiyo. Alikuwa anasema karakara shururu something. Kuna watu handkerchief, mara anakula misumari, sijui inatoka ikiwa nini. Sasa nilimkuta sel, kumbe polisi hawaogopi huyo mtu. Lakini mimi niliona handkerchief mtu anaweka mkono, zinatoka nini, chapati zuri sana, na zikakuliwa. Wale wako karibu wakapatiwa. Nikasema hiyo siwezi kula, nikaondoka. God is not a magician. God is a miracle worker. Mungu anajengaga ushirika ndani yako. Sasa ukiwa unaweza ukahifadhi ushirika wako na Mungu, Mungu invest upendo wake na kazi zake ndani yako.
So it becomes very important. One, you believe in him, you have faith in God, and then you don't forget about him. Usiwe mtu wa kusahau. Nimekuta ile kitu kikubwa sana watu wako nao ni kusahau. Mtu anaweza kuja kwako hata unashindwa, huyu ni ule aliona Mungu kiasi hiki, anawacha. Nimekuwa nikiomba, naambia mtu, hata kama utatoka kanisani kwangu sababu mimi si Mungu, basi usitoke kwa Mungu. Nikisikia mtu alitoka na alienda kanisa ingine na ana ushirika wa Mungu, ni sawa, sababu siku moja nitaamka watu wakute siku. But kama ulijuana na Mungu, hiyo matunda nitahesabiwa. So hata wewe kama utakimbia kwangu ukitoka, usiende kwa pombe, usiende kwa shetani, usiende kwa mganga, na usisahau kile Mungu amekufanyia, kwa sababu umemuita Mungu na akatenda. Kijana, rudisha tu vile ilikuwa, ni yako kajuu tu utatoa, irudishe. Yes, ilikuwa tamu sana. Yes, hallelujah. So our God is loving, na hakuna jambo ambalo hawezi. Naongea na mtu ambaye labda tumaini lake, I say, hii ya juu tu, ya juu kabisa ndio utarudisha nyuma kidogo. Ya juu, number one, the others sifungue. Yes, hallelujah. Asante. Yes, hallelujah. Naongea na mtu ambaye amepitia katika kuahidiwa na wanadamu, ama kukuta kwamba tumaini lako liko kwa mtu. Huyo mtu akaniambia, nilikuwa nimefika mwisho, lakini nikajiuliza, hii miaka nimetumikia Mungu. Alifika mahali akaniambia, alikuwa amewaza tu, hata akajua vile atafanya, atachukua gari aangushe, ajiangushe, aende tu hivi, aruke, hata kama ataingia kwa mtaro akufe, aende. Akaona kwa mtaro inaweza kukosa kufanya kazi, atajitupa baharini, akuja pindue gari atupe kwa bahari. Akajiuliza, nikiondoka. Akajiuliza, akasema, nikaondoka saa hii, huyu Mungu nimehubiri miaka hii yote, nitaenda kumwambia namna gani? Huyu Mungu nimeishia, ni kweli nataka kwenda, lakini nitakuwa nimekuja nimwambie ni pesa imefanya, ni kuachwa na watu kwa sababu ya hivyo? Kwa sababu unajua ushafika level ambao unasalimiana na rais na unapigwa picha, anakuahidi mambo makubwa, akija pande yako, alafu kute mambo imekataa, simu haziingii, hawachukui tena. Ni wanadamu wale tu walikuwa wanapigia Uhuru simu kila saa, hao watu wa mlima, masaa walisikia kinaenda huku wote. Uhuru aligojea simu hazikupigwa tena. Hivyo ndivyo wanadamu wako. Akakuta wote wamepanga laini kwa mtu mwingine na wakamtukana. Na kuambia hivi kwa sababu wewe, wale wamekufanya uwe na hofu ni wanadamu tu. Wengine umejichukia na ni kulingana na vile watu wamesema, si vile Mungu amesema. Ni watu wamesema, unataka kukaa vile watu wamesema. Who can define beauty? Mtu anaambiwa hauna figa. Wengine wanatafuta mtu very slim, wengine wanatafuta mtu mkubwa. Sasa inalingana ni nani. Sasa ukienda kwa watu, mtu ambaye anataka mtu wa kilo, anataka umebeba hivi, utaanza kushonesha nguo zinakaa hivyo na ununue zile za kuvaa hivyo. Mwingine naye anataka mtu slim, akwambie usipitishe kilo hii, napendaka mtu mrefu sijui nini. Sasa ukaambiwa mtu anataka mtu wa futi 6, utafika futi 6 mama? Sasa utaambia Mungu, kwa nini huku nifanya futi 6?
Ama umesikia wamama wadogo wanazaa katoto ka kilo moja? Wamama wadogo wanazaa mtoto wa kilo moja ha? Unajua kitabu, mimi sikufanya biology, sikujua. Ninaposikia kwamba wamama wanapasuliwa kwa sababu ya njia, sasa mimi nilikuwa nafikiria kama ni mtu ni mdogo mwili. Sasa nikaombea mama moja ni mkubwa sana, akaniambia ameambiwa lazima operate. Sasa nilikuwa nataka kuuliza daktari, huu ni mnene, si njia ni kubwa ya mtoto kutoka? Nikaambiwa sijui mifupa ina, na mwingine naye anakuja hapa, hata unashindwa mtoto atapitia wapi, na mtoto wa 3 kilos anazaa, hata after 2 days mtoto ameanza kufungua macho. Mwingine unasikia ati mtoto ati anasemekana hana nini, amezaliwa bila sijui vitamini gani, na mwenyewe aliishi kwa fridge, akiona vitu zote kwa fridge. Alikuwa analetewa yogurt, juice, akigeuka hivi anasema anataka maini, inaletwa inawekwa kwa. Mwingine alikula miwa ndio azae kesho, na ndoma not roasted, imechemshwa tu hivyo akaweka kwa mdomo, na hazaagi katoto kajinga. Hello? God is beyond. Sometimes our problem is a definition of man. Hallelujah. Kama hujui kuongea Kizungu, unajua kuongea Kimeru, na mimi sijui Kimeru. Hata mzungu kama huyo amekuwa hapa hawezi akaongea Kiswahili vizuri. Kwa hivyo bila sijui Kizungu yake, na mimi asinicheke, sijui hata kwa nini hajui Kiswahili yangu. You understand what I'm saying? Hallelujah. So sometimes unakuta kwamba Mungu amekupatia zile vitu ambazo ni za kusherehekea, zile ambazo ni nzuri, lakini shetani amekudanganya kwamba vitu zingine amekuletea, zile vitu amekuletea. Na unajua vitu vya shetani ni seasonal, ni seasonal, ni za kukuja na kukwisha. Wale watu wanafanya kutengeneza gari wanajua that psychology. Zile gari zote tuko nazo saa hii, after 5 years utakuwa unasemekana uko na gari mzee. Saa hii wanasema, mwingine niambia, hii gari yako inaonekana bado ni mpya, si utafute hata kama ni 50,000 tubadilishe uso wake, sijui tuweke new shape ya mataa. Sasa ikatwe iwekwe mataa ingine ndio ionekane new model. Macho yake si kama ile ya kipindi. Sasa nikimaliza tu kumaliza 50,000 watoe macho ingine. Ni kweli? Sasa wananiambia hii macho imekaa hivi, ililetwa ile macho ingine ya Prado. Sasa nitumie 50-70,000 nibadilishe macho. Nikimaliza tu hivi, nikitembea ikifika Disemba, hiyo macho nao nimba kumetokea macho ingine. Sasa nitaishi kwa hiyo? In other words, nataka siku ya leo uwe na moyo wa shukurani. Umwambie, ewe Mungu ambaye umenifikisha hapa, najua hata hapa utatenda. Usiwe na hofu. Usije ni kama haujui Mungu. Already Mungu amekufungulia mlango. Umbali huu umefika, kuna mkono wa Mungu. Haleluya. Wewe ni mama, uliwezi pata mtoto, si watu wote walipata watoto na wakatoka. Hata unaweza ambia Mungu, we Mungu ambao mtoto huyu hakufa nikizaa, nimekuachia huyo mtoto. We ambaye baba yangu liniletea huyu mzee na tumekaa naye miaka 6, miaka 7, miaka 10. Wewe ndio unajua ni kiumbe chako, unaweza mrekebisha, lakini sitakufa kwa sababu yake. Haleluya. Mwingine alikuja akaniambia huyu ako na mama yake, sasa amenishinda. Nikamwambia ni kweli, hata amekuzidi miaka.
Kile unajaribu kufanya, unataka kumfanya mtoto wako, ni ngumu. Wamama, naongea na ninyi. Halo? Tunafikaga safari kwa sababu ya keep left. Kama ni Kenya, una keep left. Unasikia wamama? Ukitaka afanane kabisa na mtoto wako, ni ngumu. That's why your boy kuna miaka atafika mwanze usipomwelewa vizuri, utaanza kukosana naye, atakuwa anajificha kwa sababu ni mwanaume. Even their natural interests are different. Hata uwezo wa kuongea tuko tofauti. Ule mwanaume anaongea maneno mengi kama mimi. Niko top, wale watu top wanaweza ongea maneno mengi. Although nimekuta kuna wengine wanaongea sana kunishinda. Kuna wengine wanaongea mpaka na kimya. Mwanaume anaongea average 8,000. Amejaribu 8,000 words. Akimaliza hiyo atalala kama amesimama. Ameongea sana. But average mwanamke ndiye akuwe health ni between 8 and 24,000 words. 24,000 words. Hujaona mtu mpaka ukikataa kumsikiza anatafuta mtu mwingine wa kumsikiza. Ushaona hivyo? Na ni health, lazima aongee. Na kama hatutakuwa na kiongea huko, acha aende kwa nyumba. Anaongelesha mpaka thamos akizipanguza. Anaziongelesha thamos, unasikia anaongea na watoto. Anaweza ongea mara dakika 5 tu akionya panya sababu imepitia. Wewe na ende kuona. Ora tapana mimi. Ni maneno. So we are different. Hallelujah. So we are here and I want to tell you that God loves you. Mungu ako na mpango na maisha yako. Amen. The book of Micah chapter 4, that's where we are going to pick our text scripture, verse 6 and 7. Micah chapter 4, verse 6 and 7. Then I will start praying for some of you. Ninachotaka uelewe ni kwamba kwa Mungu matumbo yote yanawezekana. In the day, says the Lord, I'll assemble the lame. In that day, kwa hiyo siku, says the Lord, I'll assemble the lame. I'll gather the outcasts and those whom I have afflicted. Wale ambao hata Mungu mwenyewe amewacha wakapitia kiasi fulani cha uchungu, anasema hiyo siku nitawaokoa. When the Lord says the lame ni kwamba kitu akiendi sawa sawa. Some of us could be lame financially, lame in relationship, lame at heart. Lakini Mungu anasema kwamba nitafanya hivyo. Hakuna mtu ambaye ako na kila kitu. Kila mtu ana kitu ambaye anakuaga hana. That's how God created the world. Even the rich cry. Kuna movie ilikuwa inaitwa Even the rich also cry. The rich also cry. Sometimes wakati nimekutana na watu ambao they are celebrities, unawaonaga wako katika TV, unaonaga kwa mbali. Wakati unakaa nao ana kwa ana, wakati unakaa nao ndio unaelewa kwamba men are the same. Ni vile shida zao hauzijui. They are the same. Unakuta kwamba in the last few years, from the year 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, nyumba hii tulikuwa tunakuwa na kitu inaitwa Wastahili Night.
tulikuwa tunashuhudia Wasahili Night sana, na nilipata nafasi ya madhabahu haya, pamekuja waimbaji wengi wameperform hapa. Wengine waliperform ikawa ni kama nyumbani, akina Kasolo, Wilberforce, Frank Florence Adenyi, Gloria Moriro, Willie Paul, anaitwa nani udada wa Tanzania, Rose Mohando. 2013 Kajiado mara yake ya kwanza alishinda hapa, tulikaa naye kwa ile ofisi, aliperform hapa, alipiga magoti akaniambia, baba naomba uniombe. Nikashindwa mtu kama nitamuombea nini? Kaniambia usitoke kama unakuja nibariki, niko na mambo tu, matatizo ya kwangu. Hata kama hakuniambia ni yapi, akapiga magoti akaniambia, baba sitaki kutoka nyumba hii kama hujaniombea. When you see people in their own color, unamuona ndiye huyu, unashindwa. Nakwambia hivyo ndio, usifikirie kwamba ukitoka kwa hii kwamba hii dunia umetoka. Nazo ni vizuri kuweka relationship, kwa sababu Mungu utakao kimuhitaji. Kuna miaka itafika hapo mbele utakuwa unamuhitaji kwa jambo fulani. Even the blessings ambao unaombea saa hii, ikija utahitaji Mungu wa kuilinda. Nilikuwa naomba na mtu akaniambia, tunataka kujenga, Mungu ametufungulia mlango, kuna excitement. Akaniambia nitataka tujue, tunataka kujenga, kuna mahali tunataka kununua kiwanja, kuna mahali. Nikamwambia twende polepole, nyumba na kiwanja kimenunulika, nyumba ndio okay. Nikamwambia twende polepole, angaa kuja tuombe kama hiyo kiwanja mnataka Mungu amwelekeze at the right place. Watu wamenunua kiwanja na wakajenga, lakini ikawa si ni kweli, ikawa barabara. Ukajenga kitu kizuri, alafu siku moja ukaambiwa itaangushwa, si inafanyika? Hata ukarudishiwa pesa, haina uzito kama kile kitu ulikuwa umepanga. So nikamwambia tuombe kwanza, kwa sababu unahitaji Mungu akuelekeza kiwanja, unahitaji Mungu akuelekeza hiyo nyumba utajenga. Kuna watu wamemaliza kujenga nyumba ikaanguka, you can imagine. Si tumeona hivyo, mtu anajenga ghorofa 6 story, inatoka juu inaenda mpaka chini, milioni 60, milioni 80, milioni 100 inaenda to the drain. Unasikia kutoka saa hiyo mtu akili yake. Tumeishi kuwa na Taj Mahal hapa, pipeline, supermarket, kitu ilikuwa juu, ndio ilikuwa landmark hapo, na ikasemekana iko kwa barabara na itamwagwa, na tukiona kama ni mchezo ikamwagwa, ikapigwa na tinga siku mbili tu, ikipigwa na imalizi, kupiga kuangusha, marori zikibeba, na ujue huyo mtu ako uhai, si Mkristo, ni Muhindi, lakini ako uhai. Niliambiwa bado ako uhai. Aliangalia ikaenda na akaishi. Pale Bagathi kuna mtu alikuwa amejenga nyumba hapo karibu na maji, ikaenda juu mpaka huko juu juzi, ikakuja ikawekwa, ilimwagwa chini yote. Sasa uniambie wewe, kile unaomba ni hiyo? Kama hutakuwa na Mungu, misingi ya dunia ikatingizwa, My daughter Koki, usipojua Mungu sahi, akikubariki na Bwana, anaweza leta Bwana, mwanadamu, si Bwana Yesu. Anaweza leta, sababu nataka akuletee, lakini utajua mahali ya kumweka pembeni na mahali ya kubakisha Mungu. Haleluya. Is that true? Nimeona watu wamepoteza wokovu wao wote kwa sababu ya mtu
ambaye amekuja kwa maisha. Vile na kuonaga Mary ukiomba hapa, ikuwe hii machozi yote ni ya Bwana. Akuje mtu tu hapa, na ni wazuri kwa sababu namuhitaji na kuombea sana. Si wabaya, ni wazuri, akihuruma kwako, akisimama hapo kwa mlango. Mungu akupe moja mrefu hadi sana, muangaliage hivi. Nasikia wote warefu ni wazuri, na sisi wafupi ni Yesu alitutetea tu. Tall, dark, handsome. Wewe ambaye maisha yako yamejikunja, leo Mungu ananiambia nikwambie itakuwa sawa. If it's a matter of health, I pray for your healing now. In the name of Jesus. I pray for healing, including the healing of your heart. Moyo akaniambia, unajua anafanya na Safaricom sasa. Nimeambiwa aende nitafute siku tuende na yeye. Sasa sijui nitamwambia msichana, na hakuchukua muda tena akabeba mimba ingine. Akitoka hapa alikuwa na watoto wangapi? Bwana alipoenda akapata hiyo habari, alipotea 1 month. Bwana alipotea 1 month. Akilia, alikuja nikajaribu kufanya counseling hapa akiwa hata amewaza kujinyonga. Alipotea mwezi mmoja. Sasa mama anaendelea kuwa mjamzito na Bwana hayu. Tukamtafuta akakuja, ika ofisi iko na mambo, tukakaa chini. Kwa sababu yeye alipoenda kupimwa yeye ni negative. Sasa akili ikamwambia mke wangu ndiye alichoka na mgonjwa, alitoa nje. That is a fast. So ni muache, ni msharati, ni munini. Hallelujah. Lakini wakaishi, wakapata mtoto wa pili. Natumai sina namba yake, but I know imani yake alikuwa apate mtoto wa 3. Niliwacha akiwa na wasichana 2 na wote wananyonya. Na wakati tulikuwa naye ya mwisho, nakumbuka alikuwa ametoka kupimwa, akaambiwa, although you are positive, your CD count are as strong as any ordinary person. Nguvu zake za kinga za magonjwa ilikuwa sawasawa na mtu mwingine kama mimi ama wewe. Have faith in God. I know she's still living. Na wakati nimeona bwana yake akichangia kwa internet, kwa Facebook, so I bless God for them. Na kuna watu waliambiwa tu wakajua, wakaondoka kwa sababu ya hofu. Kuna mtu alikuja kwangu hapa akiwa masikio imekatika, imeoza, inataka kuisha. That person is living up to today, alipoamini kwamba Mungu anaweza. That is a time when even treatment was not to the level ambao iko. Lakini watu hao walitoboa kwa sababu ya imani. Nimepatana na wamama ambao wameambiwa they cannot give birth at all. One of them alikuwa ameambiwa the tubes are blocked completely, not one tube, both tubes are blocked. And I remember I said, God, you are in the time of Lazarus. Unaweza, katika spare zako kuna tubes. Wewe pima tu, angalia ile pipe inaweza toshea huyu mama. Nikamuombea, nikasema, malaika wa Bwana, chukueni hiyo tubes. May you replace those tubes because our God is able to do everything. I believe in every word. I don't interpret it like from the angle of impossibilities. The Bible says, and God caused deep sleep unto Adam, and akafanya Adam upasuaji, akatoa mbavu yake moja, akaitengeneza ikawa mwanamke. Na alipoamka akaona mwanamke, akasema, this must be the bone of my flesh. Kama aliweza kulalisha mtu akatoa mbavu, na hiyo mbavu ikafanya kazi. Waleo ukiangalia mwanaume saidi moja mbavu yake hana, akona 33, saidi moja ni 16, saidi moja ni 17. Bali Mungu alitoa.
mbavu hiyo moja haiko. Endo hesabu zako Jose, ilitolewa inatangatanga tu huku, ujui kule iko. Mbavu yako iko mahali inazunguka, inakungojea ukomae, utoe kifua chest, ukurume kabisa, usiwe na soprano, uanze kuonekana ukiwa responsible. Utaona imekuja tu mbavu, itakuja haraka sana. Haleluya. Mbona mbavu yako? Wewe ndio mbavu ya mtu. Ulienda ukaingia hapo kabisa. Ndio unaona mtu ana mwanaume akikushika anataka kukushika pande hivi. Rose unanichekelea mimi. Na labda leo ndio nitakuombea ujikute umeruka umeingia kwa mbavu kabisa, hata hutaki kutoka. Hallelujah. I will assemble the limb. Hiyo neno ndio nataka upate. In the book of Ezekiel 37, maandiko yanasema na ile mifupa mikavu akaitabiria, mifupa ikaanza kujikusanya. Kila mfupa ilikuwa very dry bones. Ezekiel 37. Na hiyo mifupa ilikuwa mikavu mno, ndio Biblia inasema. Na kwa hiyo mifupa mikavu, maandiko inasema kwamba na alipotabiri akamwambia, tabiria mifupa hii. Imagine kichwa ilikuwa ina shingo inapitana na mifupa ingine inakuja kwa shingo ile inastahili. Sasa ni mahali palikuwa na mifupa mingi, si ya mtu mmoja, lakini kila mfupa ulijua mahali pake, kila kidole kilikimbia kwa mahali pake. But by the end of the day, maandiko inasema everything was intact. Na akaambiwa sasa wapulizie, na alipopuliza wakawa ni wanajeshi, wakaamka. Na the Bible says and the veins came and the sneers came and the flesh fell on. Hizo vitu zikakuja kwamba there is no confusion, kila kitu kikaingia mahali kinastahili. When God says I'll assemble you, kila hujui ni kwamba Mungu anakuwaka katika kalme yako. Kuna maisha yako, kuna kizazi chako, kuna watoto wako, kuna mashamba yako, kuna magari zako, na unapoondoka unawacha urithi kwa watoto wa watoto wako. Tulisoma hivyo katika Biblia. Hakuna confusion, usidanganywe na mtu ati wanaume ni wachache, sijui wanawake. Amna. Wanaume wako, ilipofanywa census Kenya, wamewachana kidogo sana. Men are 25 million, women are 26 million. Iko tu hapo 24, wengine wamewachana kidogo. So usiambiwa ati sasa dunia hii unajua wanawake ni wengi sana, sasa ndio ati mnang'ang'ania ati bwana. No, kuna bwana yako, kuna mtu anahangaika mahali, na wengine ni huyo wako. Ni vile sasa meno haijaingia. God is going to assemble you. Hallelujah. Kuna kazi ya mtu, kuna chakula yako, kuna nyumba yako. Wezi tuambia ati sasa ati nyumba zimejaa. Kuna nyumba, kuna nyumba yako, na kuna mahali yako ya kujenga, kuna maisha yako ni vile imeibiwa. Na hata kama hakuna, watu wataondolewa, ukae hapo, kwa sababu Mungu ndiye anasema hivyo. Anasema niko na ahadi na Abrahamu. Hivi naongea hivi, kuna gari iko bahari na ni yako, ni vile inatembelea mtu, anavuta masigara tu saa hii, hata anasema hakuna Mungu, lakini hiyo gari ni yako. Mtu aseme amen. Hayo maisha ni yako. Kuna siku nilikuwa natamani kukufa niondoke, lakini Mungu alikuwa ameweka watu ati Jumapili watu wanaweza kuja wanisikize, lakini haikuwa, sikuiona. Kuna wakati nilikaa hata nikasema sita renew license yangu for 6 years. Sikulipia license yangu, siku renew. I think from the years sijui 90 what, kuna kipindi 99, 2000 kuja mpaka 2005, kuna kipindi sikuwa na haja
Nafikiri ni 205. Siku moja nikienda, kuna mtu alinipatia gari niende nikaone mtoto shule. Hata akinipatia gari aliniuliza, unaendesha gari, unajua kuendesha? Nikasikia kulia, nikijua vile nimeenda na magari. Nikamtolea license yake, ni ya juzi ndio amenunua. Nikamwambia license yangu ni ya miaka hii. Kuna wakati unakaa ni kama hauna mbele ama nyuma. Alikuja hapa binti, ukiangalia vile anakaa, mama mmoja nakumbuka alikuja hapa, anafungua mpaka bali anafanya bookshop hapa, anafungua kabiashara kanafungua. Ndiye alifanya Lydia kuja hapa, alikuwa ameajiri Lydia kwa bookshop, hata pesa ikakosa ya kulipa 3000. Na huyo mama anakumbuka akituambia 1969 yeye ndiye alikuwa the class ya kwanza, watu wa kwanza Kenya, the first lady who graduate with a degree of computer science. 1969 Nairobi University, computer science. Alikuwa anafanya na UN akiwa Germany. Akatuambia mshahara wake ulikuwa zaidi ya milioni moja ya Kenya, zaidi ya milioni moja ya Kenya mwezi moja mshahara wake. Na ndio huyo ameshindwa kulipa. Alikuwa anaishi kwa nyumba hapa. Siku moja alikosa sadaka, kaniletea noti ya Kenyatta ile ya zamani ya 100, ndio tu alikuta kwa nyumba yake. You need God. May God assemble you. May God assemble you. Naanzaga na kusema, nimeambia watu wengi kwamba ni mama yetu alikuwa anatuambia, usijali mwanangu, kazi haimalizagi mtu, fanya kazi kwa bidii, na kila nyama inajua pahali pake. Wakati wa Mungu kila nyama inajua. Hebu ambia mwenzako, kila nyama inajua pahali pake. Kila nyama inajua masaa Mungu ataanza kukutengeneza mwili, utakuta kila mahali panakuwa. Wakati Mungu ataanza kukupanua, atakupa mpaka marafiki wa kukusaidia kujua zile vitu vizuri vinatoka wapi. Mungu atakuwa sembo. Mungu si wa confusion. Hakuumba samaki akatafuta maji. Akiumba samaki maji yalikuwa. Akiumba ng'ombe nyasi ilikuwa. Akiumba mwanadamu chakula ya mwanadamu ilikuwa. That's how God is. Kabla akupe mtoto, chakula ya mtoto ameiweka. Nanielewa? Hata katika maumbile, mahali mtoto anawekagwa kwa tumbo, akiingia tu kwa tumbo, every system starts working. Msichana alikuwa mdogo, unaona ameanza kuwa mkubwa. Kifua kinaweza kukaa vizuri, tumbo inanenepa, unashindwa. Mungu akaagi ati sasa mtoto amekuja, twende tukanunue mahali pa mtoto kukaa. The systems work. Naongea mambo haya which are very natural, ndio uelewe kwamba Mungu hana confusion. Na ndio mawazo yako. Yule binti akatuambia, my pastor, hata inaonekana ningeitisha vitu kubwa namna gani, Mungu akona uwezo, kwa sababu chochote alikuwa amesema. Hata wall unit ilifanya atoke nyumba. Akiomba hayo maombi alikuwa kwa kasinguru, lakini alienda one bedroom kwa sababu ya zile vitu Mungu alimbariki. Mungu alikuwa na command watu. Kuna kipindi viatu ililetwa mpaka akasema sasa zimetosha. Alipatia, na labda wewe hajapatia kiatu. Alikupatia ni Mungu labda, lakini watu wote walikuwa natoshea namba zake aliwapatia. Wale wote wako hapa alikuwa she's a giver. She taught me, even me, nikawa na challenge ya faith. Nataka uombe vitu vikubwa, na wengine uone Mungu akiwa mkubwa. Hallelujah. Praise the Lord. Nahum, kitabu cha Nahum chapter 1.
kuna mahali kinasema nini. Hebu niangalie verse 9. Nahum. Kuna kitabu cha Nahum chapter 1. Hii ni yako unasoma. Kila mtu amebarikiwa kivyake. Hii hata ukanipatia sasa siwezi soma. Nahum. Umeipata? Yeah, what do you conspire against the Lord? Ni kitu gani unafikiria vibaya juu ya Mungu? Mungu hawachilii neno pasipo na sababu. Ni Old Testament, uko wapi? Haleluya. Uliza mwenzako, ni kitu gani unafikiria Mungu? What are you conspiring against God? Yeah. Unajua Mungu, unajua sasa mimi ni kama ungelikuwa umenibariki kama fulani. Yeah. Naonaga watu wakifanya hivi. Hata mimi nishakuwa hapo. Hata kuna siku nilimwambia ni kama hata ukiniita basi hiyo faili sijui uliweka wapi. Yaani ukitazama ukiwa mbinguni uone mimi ni mtumishi wako pia. Kwa nini unanisahau hivi? Nishamuuliza hivyo vitu. Mbona maisha yangu ni marefu namna gani? Mbona ni mimi tu napandaka mlima watu wengine wakiteremka? Unafika mahali watu wanatoa ushuhuda na wako na furaha zao, unakasirikia. Ama unaona ni kama wamekuja kukukera. Ni kweli? Unaangalia unasema basi na unajuaga niko kwa hii dunia. Museveni alisema you must wear those mask, cover your face with a mask. If you die, don't blame God. God is very busy. The world is full of many people. He's looking after very many people. Sasa nami nakwambia, mtumishi wa Mungu akasema utabaki kuwa Mungu. Akauliza unaweza jificha uende wapi? So God is asking, what are you conspiring against God? Ni kitu gani unawaza kwamba Mungu? Grace, ni kitu gani una conspire, unakaa wewe, unakaa na ushirika wa kuuliza na Mungu, kweli unanijua? Ungekuwa umeniumba kama Mama moja aliniambia ningekuwa na uwezo wa kutoa. Nasikiaga uchungu nikiona vile unaitisha vitu na saa nyingine na najua kuna watu umebariki. Sasa mimi naumia, nikamwambia usijali. Hiyo roho usiue. Hiyo ndio Mungu anatafuta. Kama uko katika uwezo wa kutoa 100, toa hiyo 100. Kama uko katika uwezo wa kutoa 1000, toa tu. And I can proudly say today, nimeona Mungu akifanya kazi ndani yake. Si mara moja amesimama na 10,000. Si mara moja, mpaka saa zingine nikiitisha kitu nakosa, sitaki kuangalia upande yeye yuko, kwa sababu najua atasimama naye. Lakini nikakumbuka alikuwa kipindi hicho akaniambia nasikiaga uchungu nikikosa. Ningekuwa kama watu ambao wako na uwezo. So nikamwambia hiyo uwezo Mungu atakupatia. Mungu ni mwaminifu, ni vile hatembeagi kama mwanadamu. Anakuangalia unatoa 100 mara 3. Anakaa kuna siku atajua what you have and what you don't know. Mungu sasa hawezi niitisha milioni. Ati niingie tu mahali nibariki mtu na milioni, kwa sababu anajua itabidi niuze kitu. Lakini si ngumu kuniitisha 10,000 kwa sababu naweza enda mahali niitoe na nimtumie. Anaweza niamuru nitoe 100 sababu naweza kusanya katika muda nifanye. Lakini kuna pesa hawezi niitisha. Hawezi niambia pelekea akibishop fulani milioni 50
hawezi kwa sababu sina hiyo, lakini anaweza niambia tumia mtu fulani, ama funga macho 1 hour, ombea mtu fulani. That one I can, because anajua niko na uwezo wa kukaa 1 hour na niombe. Hallelujah. So verse 10 inasema namna gani? What do you conspire against the Lord? He will make another end of it affliction. Affliction will not rise up a second time. Naomba kile kimekuleta hapa kisiinuke tena a second time in the name of Jesus. That's my prayer. That's my prayer to you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. That is my sincere prayer to all of you ambao mmekuja siku ya leo, kwamba kile ambacho kilijiumba kwako, kile kimekuleta hapa, kisiwahi kurudisha hapa tena. Nataka tu worship, patie sauti nzuri, kisha tukuje hapa mbele sisi wote. Tuinue mikono, tuambie Bwana, uombe, waambie Mungu niko hapa. And I know that God, you are going to deal with my situation. Asante. Damu yatiririka, umetoa sadaka kuja nao. Ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba. Uinulie tu mikono mwambie, oh, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, asante. Ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe nasema, ni wewe Mungu wangu, ni wewe, nisaidie Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, oh, ni wewe wastahili Bwana, ni wewe Mungu wangu. Nataka uombe Mungu Baba, ni wewe Baba, Jehova Jireh, nasema ni wewe mwenye nguvu, ni wewe Daddy, ni wewe Baba. I worship you Jehova, Mungu Baba, wastahili Baba, o Baba unastahili Baba yangu, ni wewe Baba, ni wewe Baba yangu, oh my Father, Jehova Jireh, Mungu wangu, oh Baba, ni wewe unayaweza yote.
tusaidie Baba, ni wewe Mungu unaweza Baba yangu. Oh, ni wewe Bwana, tunakulilia Baba. Oh Baba, ni wewe, tusaidie Baba, ni wewe Mungu wangu. Oh Baba, ni wewe mwenye nguvu zote Baba. Oh Baba, ni Daddy. Oh Baba, ni wewe wastahili Bwana, ni wewe Mungu wangu, ni wewe Baba, ni wewe. Asante Baba, Mungu wangu, ni wewe Jehova Jiri. Oh Baba, ni wewe. Oh Baba, fungua kinywa chako, mwambie Bwana mabwana, nisaidie Mungu wangu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe na kuhitaji, ni wewe Bwana mabwana, ni wewe Baba, nisaidie. Neno lako lifanye kazi kadiri ya mapenzi yako. In the mighty name of Jesus. Wastahili peke yako Baba yangu. Oh, ni wewe Baba yangu. Nimekabidhi watu hawa mikononi mwako Bwana wa mabwana, nimewaachilia mikononi mwako Baba siku ya leo. Umesema kilio chetu kimefika mwisho siku ya leo. The affliction will come no more. Oh my Father, it is my prayer Jehovah, that the affliction Jehovah, what has afflicted them my Father, will not come back again. Haitarudi tena, haitarudi tena. Kile Baba yangu Mungu wangu, kile kimeleta watumishi wako hapa, hawatarudi tena, hawatarudi tena Baba, hawatarudi kwa hiyo Jehova. Oh my Father, my God, Baba yangu na Mungu wangu, in the mighty name of Jesus. Oh, sikia kilio chetu Baba, fungua mlango Baba yangu Mungu wangu. It's my prayer today Jehovah, may this affliction my Father, hata nami my Father, hapakosi mambo ningetaka ifike mwisho, sisi wote Baba. Oh Baba, Jehova Jiri. Oh Bwana mabwana, na kuomba siku ya leo, may your hand rest upon your people in the mighty name of Jesus. Mkono wako Baba na waachilia juu ya watu wako, kila magonjwa, kila roho iliyowasumbua Baba ifike mwisho leo katika jina la Yesu Kristo. Ninanyosha mikono juu yao. Oh my Father, my God, watu hawa wamekuja kwako my Father. Oh my Father, ujua siri za maisha yao. Mungu Baba, sasa shuka kwa maisha yao, shuka kwa maisha yao. Touch their lives now, touch their lives now. Oh my Father, badilisha masaa haya, ingilia kati maisha yao katika jina la Yesu. Mkono wako wa kuume ukue juu yao Baba, naondoa vifo vya mapema in the mighty name of Jesus. You will not die. Oh Shama, ni wewe Baba yangu. Oh, hautashuhudia kifo ambacho kimeshuhudiwa. Kile kimepangwa kinaondoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Oh Shama, hey, ni wewe Baba, ni wewe Mungu wangu. Oh I reach healing now in your body in the name of Jesus. Toa uzito in the name of Jesus.
I declare healing. I send healing power. I send healing power. I send healing power. Oh, Shama Mama, in the name of Jesus, I send healing power. Oh, mkono wako mambo yote nitayaweza. Mungu anataka kukushika na mkono wake na utaenda mbali. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. Oh, Shama. Oh, Shama. In the name of Jesus. Bwana kushike na mkono. Bwana kushike na mkono. Akupiganie mama. Akupiganie. Akuinue mbali. Bwana kupiganie. Bwana kupiganie mama. Oh. Mungu anaponya moyo wako. The issues of your heart. Mungu anaponya moyo wako. Mungu anaponya moyo. Mungu anaponya moyo wako. Mungu anaponya moyo wako mama. Receive that healing. Pokea hiyo healing. Pokea huyo uponyaji. Moyo unapona. Moyo unapona. Moyo wako unaponywa. Toa uzito. In the name of Jesus. Moyo unaponywa. Moyo wa Bwana unaponya moyo wake. In the name of Jesus. Oh, heal her heart. Ponya moyo wake. Ponya moyo wake. In the name of Jesus. Kila mmoja wenu unaponywa. Kamba zinakatika. Kamba zinakatika. Mikono yako inakatika. Kamba zinakatika. Kila kifungo kinakatika katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kinakatika katika zote zikatike, zikatike zote katika jina la Yesu Kristo. Katakata hizo kamba. Hasha Baba, in the name of Jesus. Kwa miguu na kwa mikono zinakatika, zikatikia hapo, zikatikia hapo. In the name of Jesus, zikatike zote. I declare now in the name of Jesus. Zinakatika zote. Umezunguka yeye, ataenda nyuma, ataenda clockwise. Nabadilisha. Enda clockwise. Utaenda kwa jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Unafunguliwa in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare. Oh, in the name of Jesus. Kila kifungo mama, kamba zinakatika. Wale walifungwa, kuna mwingine amefungwa miguu. I declare in the name of Jesus. I declare now. I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus.
restoration. May the Lord restore you, mami. May the Lord restore you. Hii mikono baba yangu irudi katika kuhesabu, irudi katika kukusanya. Hii mikono nairegesha katika afya yake, nairegesha katika kukusanya, katika jina la Yesu Kristo. Oh, shababa, funguliwa katika jina la Yesu Kristo. Funguliwa Baba, fungulia maisha yake, mfungulie Bwana. Kila mlango uliyefungwa ufunguliwe sasa katika jina la Yesu Kristo. Inaweza mambo yote fanya.
Niwekee chini kidogo, niangalie, wachana na hizo vitu. Wacha kusikiza, nisikize. In the name of Jesus, Father, Lord, I declare healing. In the name of Jesus, Mungu wangu, right now, miracle working power. I declare the miracle working power in you. Right now, mkono wa Bwana uzunguke kila mahali. Anatoka uponyaji. Father, in the name of Jesus, I declare healing upon your body. In the name of Jesus, I declare healing upon your body. In the name of Jesus, Lord, send your angels, wale wanaofanya operation, katika jina la Yesu Kristo, watume hao malaika. Right now I declare healing in the name of Jesus. Tutajuaje kama is anything you can feel that can tell? It just feels lighter.
Sio tu hizi compression hata kama inatoa kwa tunatoa na reduce volume unatoa compression. What? I feel lighter. You feel lighter. Do what you cannot do. Still want to pray for you. Kijana, can we worship for only 5 minutes? Can you give me good? Sure. Somebody just pray. I want to pray for you. Father, I thank you. Father, I worship you. You are wonderful. Asante. Hallelujah. Asante. Usiwe confused. Unaona vile
Amen. Yes. Oh, yes. Si kazi nzuri. Na operate kwa BNB. Na operate kwa BNB. Fanya usafi kwa BNB. BNB. Yes. Yes, Barozi Road. Yeah. Malipo iko chini. Nilikuwa mjamzito time. Nilikuwa mjamzito. Nilikuwa mjamzito. Bwanangu ndiye alikuja. Naambiwa na Apostle Karambe. Kesho yake ilikuwa on Friday. Kuje na yeye. Kuenda huko kwa ofisi. Ako shule. Anafunza the Ark Junior. The Ark Junior. Yes. Hapana. Yes. Yeah, na ako hospitali. The third week.
Asante.